najaribu kusema kwa kifupi sana kwamba mheshimiwa diwani yeyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana majukumu makubwa 8. Lakini kwa sababu muda hautoshi, ninaomba kwa dakika 2 nizungumze majukumu makubwa 4. Katika mangapi? 8. Yes, pale nimesikia rafiki yangu anaambiwa anafanya kampeni. Fanya kampeni wakati uko kwenye kiti chako. Sio kazini, au sio? Jambo la kwanza la mheshimiwa diwani yeyote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la kwanza ni kusimamia fedha zote za halmashauri. Hiyo ni ya 3, ziko 8. Mimi nataka nipige 3, 4, 5 na 6. Sawa sawa? Kwa jambo la kwanza ni kusimamia fedha za halmashauri. Anachofanya mheshimiwa Wamboma, na lazima tumpe mawe yake. Na hapo umenipiga bao mheshimiwa. Umenipiga bao. Lazima tumpe mawe yake kwa sababu ameonyesha namna ambavyo fedha alizoshiriki kuzipanga, alizoshiriki kutenga ile 10% halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi, ile 10% ameamua kuja kuisimamia. Tumpigie makofi. Ninafahamu tunaposema anasimamia hatuna maana yuko peke yake, lakini tunamvisha kotini kwa sababu kazi nyingine alionayo kama mheshimiwa diwani ni mwenyekiti wa shughuli zote za maendeleo ya kata yake. Ndio mwenyekiti. Yaani unapozungumza habari ya maendeleo kwenye kata, mtu wa kwanza anayepaswa atajwe ni mheshimiwa diwani. Mpigieni makofi. Sasa mwenyekiti wa shughuli zote za maendeleo ya kata ya hapa kwetu Kibosho Kati anaitwa nani? Ameita kikao kinachohusu shughuli za maendeleo kwenye kata yake. Amefanya vibaya, amefanya vizuri? Au wanaodhani anafanya siasa wakae pembeni. Anawajibika kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata. Amen. Hilo ndio jambo la pili kati ya yale 4. Na mimi nakwenda haraka ili kukata ile mizizi watu lakini pia pale mwisho nitawaambia anaruhusiwa kufanya siasa. Yeye ni mwanasiasa. Pigieni makofi mwanasiasa huyo. Na huyo ametupiga bao. Jukumu la 3 katika yale 4, kwa maana la 5 kati ya 3 nimesema hilo jingine. Jukumu jingine ni kwamba ana wajibu wa kuhamasisha shughuli za maendeleo. Sio tu kusimamia. Ana wajibu wa kuhamasisha. Ameita vikundi awaambie nendeni mkakombe, lakini kwa utaratibu 1, 2 ama 3. Anakosea ama anapatia? Sasa wanaokuambia unafanya siasa, huyu ndio wajibu wake, ni kuhamasisha shughuli za maendeleo, ni kuupiga vita umasikini. Ni shughuli ya 6. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Shughuli ya 6 ya mheshimiwa diwani yeyote, ukienda kusoma katika zile 8, ile ya 6 ni kupiga vita umasikini kwenye eneo lake. Anataka muondokane na umasikini. Hapo anapokea mtu fulani hivi, ana macho mawili lakini hajabarikiwa, hana upako, anakuambia mheshimiwa huyo anapiga siasa. Anawajibika kwenye kiti alichopewa na wananchi wake ambao ndio nipigieni makofi sana. Muda hautoshi, na mimi naamini muda hautoshi. Nimetaka nigushe mambo 4 kati ya yale 8, kwamba mheshimiwa Wamboma, na niseme kweli mwenyekiti wa halmashauri tunaye hapa, kwenye hili ametupiga bao. Ametupiga bao kwa sababu ni waheshimiwa madiwani wangapi tumefanikiwa kuwaiteni wajasiriamali vikundi vingi kama ninyi ambacho amekifanya, ili mwisho wa siku kujibu hayo ambayo yamekuwa ni changamoto. Mimi nadhani huyu jamani wa kwanza. Kwa hiyo ninapokwenda kuketi, mimi nataka tutunze lulu za namna hii. Tutunze lulu za namna hii. Nguo inabadilishwa iliyochoka. Nguo ikichafuka unabadilisha. Na ukibadilisha unavua unavaa tena. Au sema bwana? Ndio. Hii nguo bado natakuwa tu inyoshwe. Tunawatakia kila laheri. Mimi naitwa Leonard Waziri. Inatokea kata ya Arusha chini, alimaarufu TPC. Sawa sawa? Yes.